Kumradhi, Mathayo 18 kuanzia mstari wa 21. Mathayo 18:21. Waliofika hapo waseme amina. Waliofika hapo waseme amina. Wasio na Biblia waseme Mungu tusaidie. Asanteni. Mathayo 18 mstari wa 21, Biblia inasema hivi: kisha Petro akamwendea akamwambia. Inaanza hivyo au nasoma sura nyingine? Ni hapo Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Fungu la 22. Yesu akamwambia, sikuambia hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mke wake na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Fungu la 26. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akasema, Bwana, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Fungu la 28. Mtumwa yule akatoka akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. 29. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsia akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. 31. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka walisikitika sana. Wakaenda wakamweleza bwana wake yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa wewe kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhabika akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatendea nyinyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Na hili ndilo neno la Bwana. Hebu tuombe tena kidogo. Baba, katika jina la Yesu tunaomba useme nasi makusudi na mapenzi yako kupitia mafungu haya juu ya maisha yetu, kwa jina la Yesu, amen. Wapendwa, kisa hiki cha mfalme na mdeni wake kinafundisha mambo makuu mawili tu. Jambo la kwanza, kinafundisha misingi ya kutoa msamaha, kanuni za kutoa msamaha. Kwa sababu inawezekana unasamehe, inawezekana umewahi kusamehe, lakini ulisamehe kwa kanuni zinazokubaliana na neno la Mungu. Haitoshi peke yake kusamehe. Kinacholeta tofauti ni namna unavyosamehe. Lakini jambo la pili ni hatari ya kutokusamehe, roho ya kutokusamehe. Wale waliokataa kusamehe, hatari ya kutosema nimekusamehe na kuachilia. Kuna watu wanne hapa. Kuna Petro, kuna mfalme, kuna watumishi, yule mtumishi wa mfalme, na kuna yule mdeni wa mtumishi wa mfalme. Hawa wanne wote wanabeba ujumbe wa mambo haya mawili. Ujumbe wa kwanza ni misingi au kanuni za kusamehe, na ujumbe wa pili, hatari ya kutosamehe. Tunamkuta Petro kama mhusika mkuu, anamwendea Yesu anamwambia, Bwana, nimsamehe ndugu yangu mara ngapi? Anaendelea kusema hata mara 7. Kulikuwa na desturi ya Wayahudi. Wayahudi waliweka kanuni ya kusamehe mara 3, kwamba akikukosa mtu mara ya kwanza unamsamehe, mara ya pili unamsamehe, mara ya 3
ni mwisho. Kwa Wayahudi unakosea mara 3, msamaha mara 3. Baada ya hapo hakuna msamaha. Na hivyo Petro anamwendea Yesu kwa kueleza na kujidai haki kuliko Wayahudi. Anasema, Bwana, hivi ndugu yangu anisamehe mara ngapi? Hata mara 7. Petro anaenda mara 7 akidhani mara 7 ni bora zaidi kuliko mara 3 ya Wayahudi. Mara 7 ni namba ya ukamilifu. Na hivyo Petro anazungumza mara 7 akimaanisha, mara ya kwanza amesamehe, na mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7 ni ukamilifu. Baada ya 7 hakuna msamaha. Petro alitaka kumwambia Yesu, mimi nadhani mara 7 inafaa. Kama hawa Wayahudi samehe mara 3, mimi nikisamehe mara 7 inatosha. Hata hivyo 7 ni namba ya ukamilifu. Bwana Yesu, mara 7 mtu anakosea kosa lile, anarudi mara ya pili, anarudi ya 3, anarudi ya 7, inatosha. Jibu la Yesu linamwambia, sikiliza Petro, sio mara 7 tu, hata 7 mara 70. Yaani maana yake Bwana Yesu anaanza kwa msingi wa kwanza wa msamaha, kwamba hakuna kiwango cha mwisho cha kusamehe. Mkristo wa kweli na kanisa la Mungu lisiweke viwango vya kuwasamehe waliokosa, maana hakuna ajuaye ni mara ya ngapi ya msamaha italeta matokeo na mabadiliko ya kudumu ya maisha ya mwenye dhambi. Ni Mungu peke yake anayejua moyo wa mwanadamu, na huyo ndiye anayejua ni mara ngapi ya msamaha italeta mabadiliko katika maisha ya mwenye dhambi aliyetubu. Mtumishi wa Mungu anasema, nataka nikasome haka kanukuu kwenye ukurasa wa 83, ile paragrafu ya 2. Kuna maneno mazito sana yamezungumzwa hapo. 83 paragrafu ya 2 inasema hivi: ndugu zako wakikukosa, ya kupasa uwasamehe. Wanapokuja kukuungamia, haikupasi kusema sioni kwamba wamenyenyekea vya kutosha, wala sioni wanajisikia ungamo la kweli. Wewe una haki gani ya kuwahukumu kana kwamba unaweza kusoma mioyo? Neno la Mungu linasema, akitubu msamehe, na kama akikukosa mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Kanuni na msingi wa kwanza wa neno la Mungu wa kusamehe, wapendwa, ni kusamehe kwa kadri mtu anapokuja kuomba msamaha. Tuna bahati mbaya sana, wakati fulani tunachoka wanadamu, na mdhambi anapokuja kwa kosa lile kwa mara ya pili, mara ya 3, ubinadamu wetu unataka kutufundisha kwamba huyu hajajifunza na kwa hiyo hastahili msamaha, maana huyu nilimsamehe jana na amerudia, nimemsamehe juzi na amerudia, na hivyo nikimsamehe leo ninajua atarudia. Ubinadamu wetu unataka kuelewa kile ambacho kwa kawaida mwanadamu hawezi kuelewa. Na kwa bahati mbaya zaidi, hata katika makanisa yetu, katika mabaraza yetu na vikao vyetu vya kanisa, wako watoto wa Mungu waliokosea, wakaja katika mabaraza wakihitaji kusamehewa na kubatizwa mara ya pili, lakini wakati fulani vikao vimekaa vikasema, hapana, huyu asibatizwe kwa sababu tumembatiza mwaka juzi kwa kosa lile na alibatizwa tena kwa kosa lile. Wapendwa, msamaha ni njia ya kumtangazia mwanadamu kwamba bado neema ya Mungu inafanya kazi na wewe, na kwa sababu ni Mungu anayeshughulika na mioyo,
ni Mungu pekee anayejua ni mara ya ngapi ya msamaha italeta badiliko katika maisha ya mwenye dhambi. Muombe Mungu akupe neema ya kumruhusu mwenye dhambi kupata nafasi ya pili, hata kama ni kwa makosa ya kurudia. Mchungaji, sijakuelewa. Mpango wa Mungu kwa mwenye dhambi aliyekosa, akiamua kurudi, hata kama amekosa asubuhi, akarudi mchana, akarudi jioni, amerudi mara 7 ndani ya siku moja, neno la Mungu linasema msamehe. Tumezungukwa na watu wapendwa wetu waliotukosea, wakatuumiza, na wakati fulani walirudi wakatuomba msamaha, lakini wakarudia tena. Nataka niwaambie wapendwa, mwanadamu aliyetenda dhambi hana uwezo wa kuacha dhambi. Wale mnaotoa msamaha kwa masharti ya kutorudia, mnajidanganya kwamba ninakusamehe lakini usirudie tena. Mwenye dhambi hana uwezo wa kugaranti kutorudia kutenda dhambi, isipokuwa neema ya Mungu imeshughulika na yeye. Mimi nikikukosea ukaniambia nimekusamehe ila usirudie, na kukubalia, lakini nataka nikwambie sikuhakikishii kama sitarudia tena, kwa sababu anayeweza kunisaidia nisirudie tena sio mimi. Unajua kwa nini? Kwanza nilikosea kwa sababu ndani yangu hakuna uwezo wa kushinda. Kwa hiyo nikija kuomba msamaha, sikupi garanti kwamba sitarudia, na sikupi garanti ni kwa muda gani. Unaweza kunisamehe saa hii, baada ya nusu saa nikakosea tena, kwa sababu badiliko la tabia ni mchakato, na huo mchakato ni kazi ya Roho Mtakatifu. Si kazi yako wewe unayetoa msamaha, si kazi yako kupanga nimekusamehe usirudie tena. Nitasema asante. Habari ya kutorudia tena sio ajenda yangu, na sikupi garanti. Kwa sababu dhambi, makosa dawa yake sio maneno sitarudia, ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayofanya kazi ndani ya mtu, na ajenda na ratiba ya Roho Mtakatifu anayo yeye. Inaweza kuwa ni ratiba ya miezi 3, lakini katikati ya mchakato mwenye dhambi atarudi tena, na Yesu anasema njooni tusemezane, dhambi zenu zisipokuwa nyekundu kama bendera ninashughulika nazo. Njooni, yani ukitenda asubuhi njoo, ukitenda jioni njoo. Come, let us reason together. Msingi wa kwanza wa msamaha wa kweli ni msamaha usio na kipimo. Msamaha uliopimwa sio msamaha unaongozwa na Roho Mtakatifu. Petro anaambiwa, sikiliza Petro, sio mara 7 tu, hata mara 7 mara 70. Tena sikiliza, hata akikukosa asubuhi mara 7 ndani ya siku moja. Yani sikiliza, swali la Bwana Yesu, jibu la Bwana Yesu nitaka nimwambie Petro, sikiliza, ninakwambia hata frequency, yani ikiwezekana, hata kama mtu atatenda kosa baada ya sekunde moja anarudi, anatenda anarudi. Sikiliza Petro, kazi yako wewe ni kutoa msamaha. Kanuni ya pili na msingi wa pili unaonekana kwa yule mfalme na mtumishi. Yule mtumishi alikutwa na deni la talanta 10,000, lakini akamwangukia mfalme, akamwambia, bwana nipatie, nivumilie, nipatie muda, nitalipa deni lote. Lakini sikiliza, huyu mfalme hakumpa muda.
ili alipe deni. Mfalme alifuta deni. Hamjanielewa? Yule mtumishi alianguka katika miguu ya mfalme, sema Bwana nihurumie mimi, nivumilie mimi, nipatie muda mimi, nitalipa deni lote. Mfalme akamhurumia, na huruma ya mfalme haikumpa muda wa kulipa deni. Huruma ya mfalme iliondoa deni. Alilipa na wiwa naye dha ilitiawa aliondoa. Ni hivi, msingi wa pili wa msamaha wa kweli ni msamaha usio na masharti, unconditional forgiveness. Huyu mtumishi alijiwekea masharti. Bwana nipe muda, Bwana nivumilie, Bwana nitalipa. Mwokozi wa ulimwengu anayewakilishwa na mfalme anapokusamehe hakupi muda, hasubiri ulipe, yeye anaondoa. Mfalme akaondoa deni. Unapowasamehe watu usiwape masharti ya msamaha. Ukiwapa masharti umegeuka kuwa benki. Nimekusamehe lakini 1, 2, huo umeshakosa sifa ya msamaha. Nimekusamehe imetosha, nimekusamehe imetosha, nimeondoa imetosha. Wapendwa wa Bwana, katika mfano huu iko dini ya kweli. Wako watu tumewasamehe lakini tumewageuza kuwa watumwa. Kuna watu tumewasamehe lakini tumewafanya kuwa wanyonge. Kuna watu tumewasamehe lakini tumewafanya kujisikia. Na tunawakumbusha. Umeanza tena. Kumbuka niliko kutoa. Nimekusaidia sana. Nisingekuwa mimi ungekuwa jela sasa, nikakusamehe. Kumbuka. Msingi wa msamaha wa mbinguni ni msamaha unaomwacha mtu kuwa huru. Unamwacha mtu kuwa huru, maana unaondoa hatia, maana hauweki masharti, maana hauweki maana unatangaza sikupi muda, natangaza deni lako limefutwa. Lakini sikizeni niwaambie, mwenye dhambi hata ukimpa masharti hawezi kuyafuata asiposaidiwa na Bwana. Huyu jamaa alikuwa anapiga kelele tu, uwezo wa kulipa hakuwa nao. Ellen White anasema hivi, zile zilikuwa porojo tu. Bwana nipe muda, nivumilie, nitalipa yote. Deni alilokuwa akidaiwa mtumishi huu, talanta 10,000, ilikuwa ni mamilioni mengi mno ya fedha. Uwezo wa kulipa hakuwa nao, alihitaji huruma ya mfalme, na kwa sababu mfalme alijua hawezi kulipa, alimwachilia. Maana msamaha unawaachilia watu ambao hawawezi kugarantii kuleta fidia. Unapomsamehe mtu, angalia uwezekano wa kumfanya awe huru pia. Unapomsamehe mtu usimfanye kuwa mtumwa. Unapomsamehe mtu usimfanye akajisikia mnyonge. Unapomsamehe mtu usimweke kwenye vifungo kwamba nimesamehewa sasa nina hivi, ajisikie kwamba yuko huru. Ndio hata kwenye mambo ya mali, kuna watu wamekukopa pesa. Nataka niwaambie wapendwa, kuna baadhi ya vimadeni, wasameheni watu, waachilieni watu. Yaani mtu ulikuwa naye hapo, ulianza kusali naye mahala fulani, alikuwa hapa naimba kwaya, lakini kwa sababu ya deni lako ameacha kuimba kwaya ili asikuonee, msionane naye mara nyingi kwa mazoezi, maana ana deni lako.
ameacha kwaya, bado namdai, mwaka umepita, mwaka wa 3, bado kwenye Dorcas umekutana naye, bado amehama sasa hasari tena Mbezi, amehamia Kifuru, bado uko naye. Deni lenyewe shilingi 1,500,000. Paka mtu amehama conference. Alikuwa nani, sasa yuko ICT. Achilia vitu vidogo vidogo. Sikiliza, Ellen White anasema hivi, kuna umaskini mwingine hauepukiki. Kuna watu wanaishi, ukimwangalia unajua huyu hawezi kunilipa huyu. Achana naye, mwambie rafiki, basi hiyo imeisha. Yeye unaona kabisa huyu unamdai 300,000. Hapo amepanga, anadaiwa kodi, amezungukwa na vitoto hapo vina njaa. Ukimtazama sura inaonyesha imeshakata tamaa. Yaani huyo mtangazie msamaha, mwachie na kilo ya unga. Hiyo kuna wasabato wanajua kufuatilia madeni. Kuna wasabato wanafuatilia madeni, na anakuja kila mchungaji wa mtaa anayehamia pale anamfikishia ujumbe, pastor, ili jambo sasa nimevumilia, utusaidie pastor. Mwaka 93 wakati mimi nahamia kutoka Morogoro, nilipofika hapa Mbezi kakutana na huyu mzee, tunekane sasa ile deni langu 500,000. Mwaka 93 anadai 500,000. Alipokuja mchungaji fulani hapa, alipokuepo Mango, tukashughulika nalo hivi. Ikana akaja mchungaji nini, tukashughulika nini. Sasa pasa unasemaje? Deni limepita mikononi mwa wachungaji, kwenye mikono ya wachungaji 5. Ni shilingi ngapi? 500,000, 2,500,000. Bwana Yesu anasema hivi, kwenye maisha haya kuna vitu vingine achilia, lakini wewe unayedaiwa, sikiliza, fungu hili halikwambii usilipe madeni, maana dawa ya deni kulipa. Maana kuna wasabato wengine wakisikia hii asema, huyu mchungaji alikuwa wapi huyu? Mbona alitakiwa aanze kuanzia Jumapili? Siku hizi sikiliza, mimi sidaidai vitu vidogo. Nikikudai mara ya kwanza, mara ya pili, nikaona huyu nitafanya asiende mbinguni. Maana kile ukikutana na anakudanganya. Sasa pastor, lile jambo lako niko nalo, lakini ile siku uliponipigia pale, ghafla binivu. Unajua hizi ni stories za kudanganyana hivi. Sasa ili huyu mtu wa Mungu aende mbinguni, sasa mtumishi wa Mungu sikiliza. Ile nimeiacha, ile ichukue. Ile itasaidia watoto. Pastor, Mungu akubariki sana. Pastor, nimekuombea sana usiku wa leo. Atakuombea na maombi mengine ya kubumba, lakini sikiliza nikwambie, kuna nguvu ya msamaha. Msingi wa 3 wa kanuni za kusamehe katika visa hivi. Hatusamehi ili tusamehewe. Tunasamehe kwa sababu tulisha samehewa. Kuna mtu mmoja hajanielewa, nataka niiseme vizuri hiyo. Hatuwasamehi watu ili sisi tusamehewe. Tunawasamehe watu kwa sababu tayari sisi tulishasamehewa. Tayari tulishalipiwa deni. Deni limelipwa. Yule mfalme alimsamehe kwanza yule mtumishi wake, na hivyo alitarajia yule mtumishi anapokutana na yule mdeni wake naye amsamehe, kwa sababu yeye tayari alishasamehewa. Yaani maana yake ni hivi, msamaha wa Mungu ni nguvu ya kwako kuwasamehe wengine. Yaani Bwana alishakusamehe wewe ili uwasamehe wengine. Hauwasamehi ili usamehewe, no, unawasamehe kwa sababu tayari ndani yako kuna nguvu ya msamaha iliyotoka kwa Kristo. Nataka niseme hivi, baada ya kusamehewa, mfalme alikuwa amempa kielelezo yule mtumishi cha kusamehe wengine. Kwa bahati mbaya sana, baada ya kusamehewa, yeye alikwenda kutenda kinyume kwa mdeni wake. Na
Unajua, katika maisha yangu na uzoefu wangu wa maisha haya, nimegundua watu wasiosamehe na kuachilia, watu wenye roho ya kushikilia mambo, na watu wanaoshabikia sana visasi kwa wenye dhambi wenzao, wao ni wenye dhambi kuliko wewe, kuliko wale wanaona nini. Hako nika utafiti kangu kadogo kwenye uchungaji. Kuta kwenye baraza kuna mtu mmoja kabisa, yani anasema kabisa, wajumbe wote anasema jamani, yeye anasema haiwezekani, lazima kanisa lisafishwe. Ukifunuliwa ni mchafu kuliko yule anayetaka safishwe, kwa sababu wale waliosamehewa wana huruma kwa wenye dhambi wenzao. Ellen White anasema Bwana anatufundisha kuwahurumia wenye dhambi wenzetu. Jambo linaanza kutambua kwanza kwamba wewe naye ni mwenye dhambi. Na ndio maana huwa tunaimba tunasema, katika wenye dhambi fanya hivi, fanya hivi, mkuu wao, wewe ni mkuu. Nasikiliza, Kiswahili imerahisisha. Kiswahili imefanya mambo kwa rahisi sana. Kiingereza nasema hivi, chief of sinners though I be, Jesus shed his blood for me. Yani katika wenye dhambi mimi ndio chief. Hapa Mbezi, katika wenye dhambi hapa Mbezi ni wewe. Ni wewe. Yani wewe ndiye mkuu wao. Kwa hiyo unaposhughulika na mwenye dhambi yoyote hapa Mbezi, tambua kwamba wewe ndiye kinara wao hapa. Yani kikiitishwa kikao, mwenyekiti wa wenye dhambi hapa Mbezi ni wewe. Sasa wewe ni nani? Ni wewe. Wewe unayenitazama wewe. Sema, pastor, mimi sijawahi kuzini, nina mke mmoja. Sikiliza, dhambi sio kuzini peke yake. Kuna ujinga mwingi shetani amefanya kwa wewe. Wewe ndiye mkuu wao. Pastor, natoa zaka. Sikiliza, zaka sio mwisho wa dhambi. Yani mwenyekiti wa wenye dhambi Mbezi, nyosha mkono. Anauliza hivi, mwenyekiti wa wenye dhambi hapa Mbezi, nyosha mkono. Wengine wamegoma, sema, pastor, mimi bana hauwezi kuniongoa kwa dakika 2. Mimi sio mwenye sio. Sikiliza, yani kikiitishwa kikao cha wenye dhambi, mwenyekiti wao ni wewe naye nitazama. Wewe ndiye muongozaji wa mavituko, na wewe ndiye mwenye agenda za wenye dhambi. But good news is Jesus shed his blood for you. Habari njema ni kwamba damu ya Yesu imekuokoa, na ilifanya hivyo ili uwe na huruma kwa wenye dhambi wengine. Wahurumie wenye dhambi. Jamani, dhambi ni vita. Ukimwona mtu anapambana, tumia muda. Kwanza msamehe. Na ukisha msamehe muombee. Na ukisha muombea mpende. Maana pambano kati ya wema na uovu sio pambano analoliweza mwanadamu isipokuwa neema ya Mungu. Kanuni ya 5 na msingi wa 5, dhambi isichukuliwe kirahisi. Sasa nisikilize vizuri, mzee wa kanisa na mara degereka. Dhambi isichukuliwe kirahisi. Nataka mnielewe vizuri, pastor, nataka ni reverse gear. Dhambi isichukuliwe kirahisi. Yani hapa sisemi dhambi ilelewe na kufugwa, dhambi bembelezwe. No, neno la Mungu linasema, na Bwana alishatoa maelekezo, ndugu yako akikukosa umchekelee, umpetipeti, nenda ukamuonye. Na Wasabato wengine wao wanasema nenda ukamuone. Hakuna hilo fungu nalosema nenda ukamuone. Nasema nenda ukamuonye. Kuonya ni zaidi ya kuona. Nenda ukaonye. Kuonya ni kukaripia, ni kukemea kwa uvumilivu mwingi na mafundisho. Ndio maana anasema, anaandika Timotheo sura ya 2 mstari wa 4, kemea, karipia, dhambi itajwe kwa jina. Dhambi kitendeka isifunikwe, izungumzwe, itajwe kwa jina.
na mwenye dhambi aambiwe, rafiki, umekosea, mbingu imesikitika, lakini tunakupenda. Tito anasema wakemeeni. Tena Tito anaenda mbali. Tito sura ya 1 mstari wa 10 anasema wakemewe kwa ukali. Kwa hiyo mafundisho ya Bwana Yesu ya msamaha hayakuondoa chuki dhidi ya dhambi, lakini upendo kwa mwenye dhambi. Chuki kwa dhambi, upendo kwa mwenye dhambi. Chuki kwa dhambi, upendo kwa mwenye dhambi. Dhambi lazima izungumzwe. Rafiki, huo ni uzinzi. Uzinzi ni dhambi ambayo mbingu inachukia. Mungu akusaidia kushinda uzinzi. Ungama, acha dhambi ya uzinzi. Sasa unajua kuna injili zingine zimeingia siku hizi, hata dhambi sasa inapewa majina, inakumbatiwa, inapigwa plasta. Unajua rafiki, dunia hii kila mtu ni mdhaifu bana. Umejikwaa kidogo, hamna shida. No! Dhambi itabakia kuwa dhambi kama haitaungamwa. Na dawa ya dhambi ni ungamo la kweli linaloambatana na msamaha wa kweli na upendo wa Kristo. Unamrejesha mwenye dhambi na kumwokoa kwenye maangamizi ya milele. Kwa hiyo msingi wa 5, dhambi isichukuliwe kirahisi. Na hapa nataka nizungumze na uongozi wa kanisa. Wasaidieni wa Kristo wanapoanguka, wajue kwamba wameanguka na kwamba wanahitaji kusaidiwa. Hapa Mbezi, wasaidieni wa Kristo walioacha njia. Yaani mnajua kabisa mtu ana wake wawili, na kwa sababu anasimamia, anamwaga mamilioni hapa, basi tunapita kama hatuoni. Wazee tunapita kama hatuoni. Mashemasi tunapita kama hatuoni. Na tunapita kama hatuoni. Na mzee, unajua mzee, sikiliza. Hamumsaidii. Mnamtendea hiana. Mnamuumiza. Upendo wa kweli unahitaji dhambi kwa jina, lakini kwa upendo. Haleluya. Tena kwa staha. Mungu hajakupa kibali kuwadhalilisha wenye dhambi. Mungu hajakupa kibali kuwadhalilisha wenye dhambi. Mungu anawastiri wenye dhambi. In fact, hapa Mungu ametustiri sana. Sisi tulioko hapa, kakitokea ka video ka maisha yako kakatupu hapa kasirini, utakaa hapa? Chukuliwa tokea muujiza mbinguni, ka video kanashuka tu, jamani nawaletea sasa video ya mzee wa kanisa, inamulikwa pale. Mzee wa kanisa kwanza, kwa mara ya kwanza ataangalia hapa, alafu atainama hivi, alafu ataangalia kushoto, alafu ataangalia mzee wa kanisa. Kama wale waliokuwa wamekaa wakati Yesu anaandika dhambi zao, mtashangaa mzee wa kanisa na namna hii. Mzee wa kanisa atapotea na hamtamuona hapa Mbezi. Atahama kanisa na field, utamsikia yuko Lake Tanganyika field. Mzee wa kanisa nimemtolea tu mfano, na maanisha hata mimi mwenyewe zikimulikwa pale, kwanza anashusha maiki mara moja, na kipi laptop yangu namna hii, alafu kama ninashangaa upepo namna hii, unashangaa napotea. Lakini Yesu ametufunika. Kama Yesu amekufunika, wewe una mamlaka gani ya kumdhalilisha mwenye dhambi? Kwa kibali cha nani? Na ndio maana msingi wa 7 anasema hivi, matatizo kati ya Wakristo yatatuliwe kwa misingi aliyoitoa Bwana Yesu. Kitabu cha Mathayo sura ya 18 anasema, ndugu yako akikukosa, nenda ukamwonye wewe peke yako na yeye. Migogoro mingi makanisani ni kwa sababu kanuni hii imeachwa. Ndugu wanapokukosa, unaanza kuwa mtangazaji wa habari. Mzee, bwana nasikitika. Unamfahamu mzee nani? Bwana, unajua amepiga mke wake juzi. Amepiga hakuishia hapo. Alipompiga akamzalisha mbele ya watoto, akamfukuza, akatoa na vitu vyake. Alafu sasa ni shemasi. Unaona wa Sabato. Ulipaswa uende, nenda. Waambia mzee, nimesikia. Unajua kwenda sio lazima uwe na ushahidi wa kimahakama. Biblia inakuruhusu hata kama ni tuhuma, nenda.
ukisikia tuhuma tu, huyu malehiwa huyu kule Australia alikwenda na kamke kadogo kule, sikiliza John niambie. Kanuni ya Bwana Yesu inasema ndugu yako akikosa nenda. Sasa nitolee mfano. Mimi na huyu ndugu yangu amenikosa, ninaenda mimi. Anasema mama yangu, tupige magoti tuombe. Unapoenda kwa mwenye dhambi, nenda na bleki. Mwenye dhambi anaweza kukutoa baru. Unapokwenda kwa mwenye dhambi, nenda kwa hata kama amekukosea. Nenda kwa nidhamu. In fact wewe uliyekosewa, uliye na roho wa Mungu ndiye unatakiwa ushuke. Mwenye dhambi alishakufa huyo. Ndani yake ukienda vibaya utarudi na vibao. Ni mimi ndiye amenikosea. Mimi lazima unanifanyaje? Kwa hiyo unasema nini sasa? Unanifanya nini sasa? Wewe umeelewa? Sikiliza. Ukikosewa, mwenye dhambi ni kama chui aliyelaluliwa, aliyenyang'anywa watoto. Ana hasira hata kama amekosea. Ukienda kwake, nenda taratibu. Muwe na tahadhari mnapokwenda kwa walio wakosea, maana ni wabaya kuliko walivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo nenda kwanza uwe kwa upole. Kama una hasira, tulizana nazo kwanza huko kabla hujaenda. Zikisha shuka, umefunga na kuomba huko, pressure imeshuka, ndio umeenda. Ukisema jamani Joyce, unajua ile siku ile tu wakati tunaimba kwaya, kuna kaneno ulinitamkia kaliniumiza sana. Maneno ya kawaida tu vitu vidogo hivi. Lakini ni kweli vidogo, lakini mimi niumia. Basi ameisha basi tuombe. Na unapoenda kuombwa msamaha, usitamani uombwe msamaha kama kwa maandishi mahakamani. Sikiliza. Wewe sikiliza. Yaani mtu hata akitabasamu tu basi wewe ondoka. Unajua kuna watu wanataka kuombwa msamaha kwa vituo. Anataka sema mimi keshima leo na hapa mbele zako kwamba nilikukosea. Na kweli sikiliza, nyinyi mlioolewa na wanaume wakisukuma, wanaume wakisukuma hawajui kusema samahani. Akisha atabasamu tu wewe ondoka, imeisha hiyo. Ukisubiri uambiwe samahani, kuna msukuma huyo hajawahi kusema samahani tangu azaliwe. Nina maana sema yameisha mama John. Yameishaje sasa? Ukishaambiwa yameisha, ondoka, subiri uletewe kitenge, tembea. Yani ni hivi, msamaha ni ile upendo umerudi basi. Inawezekani hata hujaniambia, hujatamka. Sikiliza, wanaweza wahaya kutamka. Musukuma, Mkulia, saa ngapi samahani? Kuna maneno makabila mengine hayayazoea. Pole, asante, samahani ni maneno magumu kwa makabila mengine. Wewe ukishaona tu jamaa limetabasamu, limeleta na kakitenge, mama endelea na maisha. Samahani utakutana nayo mbinguni. Nawatia moyo, jifunzeni kuyatamka hayo maneno. Wasukuma wenzangu, mimi wana mgogoro na mke wangu, siwezi kusema asante baada ya chakula, na amehangaika na mimi mpaka amenyosha mikono. Mimi nikisha kula na nawa natembea. Lakini basi kuna wazee fulani naona wamezoea, kila akimaliza kula chakula anasema asante kwa chakula. Jamani, hiyo tabia mimi nimeijaribu, imenishinda. Mimi asante yangu unajua ni nini basi? Mimi asante yangu nikisha sema chakula kitamu imetosha. Na nikishopu mle ndani, nachukua kigari changu, naingia stereo, na paki kabisa, na hakikisha nimejaza vitu kabisa. Yani hiyo ndio nimesema asante. Unajua kuna watu wanashindwa kuachilia vitu kwa mambo madogo madogo. Anataka tu aambiwe asante. Yani mtu amesha enjoy, ameshaachilia, amefurahi, anataka aambiwe bwana nimekukosea, sitarudia. Unajua mimi, anataka mtu ajieleze kama kwamba yuko mahakamani, kama kwamba yuko mbele ya hakimu. Unajua mimi hata ukoo wangu wana matatizo haya. Sikiliza nikwambie, msamaha ni tendo la furaha.
yule baba alipokutana na yule kijana hakusubiri aambiwe msamaha. Alipoona tu tabasamu la kijana, hilo lilitosha, akamkumbatia, akambusu sana. Yaani wewe ukishaona furaha tu mzee amecheka kidogo, basi wewe kumbatia hapo, endelea, maisha yaendelee. Nataka kuzungumza hivi, unaenda wewe kwanza, asipokuelewa unachukua wa pili, unakwenda naye. Mkifika mwe hivyo hivyo, na huyo wa pili umchukue, uhakikisha ana hekima, asiende kuyatibua. Unaweza ukamleta wa pili akakuharibia, bora ungekuwa peke yako. Huyo wa pili unamueleza vizuri kwanza kabla hamjaenda naye. Unamwambia bwana, lakini hatuendi kumsuta jamani, tunakwenda tu kuyajenga. Tafadhali naomba umsihi tu atambue kosa lake. Mnaomba, mkienda wewe wa pili na wewe unasihi. Kama hataelewa, unakwenda tena unatafuta wangapi? Piga kinanda. Bwana, huyo mpiga kinanda mumpange, maana anaweza kwenda kuharibu. Umpange, mueleze bwana, alinifanyia hivi. Umueleze kabisa, alafu mnakwenda. Mkifika mnaomba. Huyu mpiga kinanda mbona ni kama hataki kushirikiana na kanisa. Mnamueleza. Akikubali, mmempata. Mambo yanakomea kwenu. Akikubali mkiwa wawili, yameishia kwa wawili. Asipoelewa na nikosa na umeumizwa, unaliambia kanisa. Sasa unaliambiaje kanisa? Hauji hapa kwenye meza ya Bwana kutoa ushuhuda. Jamani, mimi nataka kumshukuru Mungu kwa uvumilivu huu. Hapa nimekwazwa sana. Mshiriki mwenzangu tena yuko hapa. Amenitendea hayo. Lakini basi namshukuru Mungu. Hayo ni mashtaka. Liambie kanisa. Kanisa huwa linaambiwa kupitia msemaji wa kanisa. Kuliambia kanisa sio kuliambia baraza. Anayeambiwa baada ya mambo yote ni nani? Ni mchungaji. Kimwambia mchungaji, umeliambia kanisa. Unajua hayo yote ni jitihada za Bwana Yesu kuhakikisha mwenye dhambi asidhalilike. Mbingu zinahangaika na mwenye dhambi asiaibike kabla hajatubu. Na ndio maana wewe amekuhifadhi ili utubu kabla hujadhalilika. Kishaambiwa mchungaji sasa ni kanisa. Yeye ataona sasa huyu mchungaji bado ana nafasi ya kurudi tena kwa mwenye dhambi peke yake. Mwenye dhambi akitubu yameisha. Asipotubu sasa, wazee wa kanisa, baraza la wazee. Huo ni mchakato tu kabla baraza la kanisa. Ikitoka baraza la wazee, sasa agenda baraza la kanisa. Baraza la kanisa akishamaliza kufanya maamuzi, linamwandikia barua ya kusudio. Kama ni karipio zama, barua inaandikwa na karani kabla ya mkutano mkuu, wiki mbili kabla ya mkutano mkuu. Kanuni nasema barua inaandikwa kusudio la kuondolewa katika ushirika au kusudio la karipio. Ndugu fulani, kwa sababu hivi na hivi, baraza limeamua hivi, tunakualika kwenye siku ya mkutano mkuu ili uweze kujitetea. Huyo mwenye dhambi akiamua kurudi kabla ya mkutano mkuu, akaja akaongea na mchungaji, sema bwana, nimepata barua, kwa kweli nimekosa. Bado mchungaji ana nafasi ya kuita tena baraza la kanisa kulivisiti kupitia upya marejeo ya mwenye dhambi. Na ikibidi mwenye dhambi anaalikwa kwenye baraza bwana, basi asema mwenyewe. Ikishindikana kabisa mpaka zile tarehe za mkutano mkuu, basi anakuwepo pale na basi hoja inasemwa kwa lugha ya kistaarabu. Tunasikitika, baraza la leo kata fulani limefanya maamuzi ya kumuondoa fulani katika ushirika kwa sababu 1, 2, 3. Je, kuna mtu ana neno? Kwa hiyo yeye kama yupo anapewa nafasi ya kusema na watu wengine wanasema. Baadaye inapigwa kula ya pamoja ya maamuzi, kuunga mkono maamuzi ya baraza au kukataa. Na hayo ikishaisha, inasema baada ya hayo mchakato wa kumuondoa umeisha, unaanza mchakato mpya wa kumrejeza. Unafanyika ule, inafanyika reverse osmosis. Yaani anaanza tena mchungaji au mzee anaenda
baadaye tena wawili. Yani mnaanza hivyo kumrejesha mpaka mnakuja tena kupiga kula ya kumrudisha kwenye ushirika kwa njia ya ubatizo. Jamani, wangapi wanasema batizo? Akisha rejea tena, kuna wale watakatifu wale vijana wakubwa wanaanza, haiwezekani, tumemwondoa kwenye ushirika juzi tu, halafu anarudi baada ya nani, anakuja kuoga. Anayejua timeline ya mtu kukutana na Mungu, anayejua muda wa toba ya kweli ni Mungu na mtu. Akiondolewa asubuhi akarudi kurudishwa jioni, arudi. Angalizo, kama ungamo lake limeambatana na matengenezo, kama tulimuondoa kwa sababu anaishi na kimada, akirudi jioni inabidi tujiridhishe kwamba haishi tena na kimada, kwa sababu tukimrudisha kumba na kimada tutamuondoa tena. Kwa hiyo tukishajiridhisha kwamba hana tena kimada, anabatizwa hiyo sabato ijayo. Tumupe muda kidogo mchungaji, tumupe muda upi? Kwa ratiba ipi? Kwa kalenda ipi? Uliongea na Roho Mtakatifu mkakubaliana timeline ya kumrejesha? Mimi wanahangaika sana na wasabato wa design hiyo kwenye mabaraza. Pasa tupe muda wa kujitafakari. Alafu akisha maliza kujitafakari atakujulisha wewe. Kama tumejiridhisha kwamba ameungama na ameonyesha mabadiliko na kile tulichofanya kumuondoa ameachana nacho, anaporudi tunashangilia, maana alikuwa amekufa na sasa amefufuka, alikuwa amepotea na sasa amepatikana. Msingi wa 7, matatizo kati ya Wakristo yatatuliwe ndani ya kanisa. Kanuni ya Bwana Yesu ya Mathayo 18 inasisitiza kwamba matatizo kati ya wale wanaomwamini Yesu yaishie kanisani, yasiende mahakamani, yasiende kwa watu wasiomjua Mungu, yasiende kwa watu wasioamini, maana nyinyi ni familia. Bwana anatamani mambo ya watu wa Mungu yaishie ndani ya kanisa. Mahakamani tunaenda kama mambo ya kanisani yameshaindikana kabisa. Kuna mtu ametupiga hela hapa Mbezi, tumemsaidia, tumemtia moyo, haimeshindikana, hela zile ni za Bwana. Sasa tukishamsaidia imeshindikana hapa, tunaenda sasa kwa watu wa mataifa, awe kama mtu wa mataifa, hao wamsaidie, lakini mambo ya Wakristo yaishie ndani ya kanisa. Msingi wa 9, hakuna utetezi kwa roho isiyosamehe. Hakuna excuse kwa roho isiyosamehe. Roho isiyosamehe, yule bwana, yule mfalme anasema, akatuma watumwa wake, wakamkamata yule, wakasema mfungeni huko, mtupeni huko. Kwa nini? Maana yake ni nini? Wapendwa, kutosamehe hakuna sababu, hakuna excuse. Wale wasiosamehe wamejiandikisha kusimama mahali panguko. Na kanuni ya mwisho na msingi wa mwisho nataka niwaambie hivi kabla sijafinga. Msamaha unaweka huru wote, wewe uliyesamehe na yule aliyesamehewa. Msamaha sio kwa ajili ya yule ambaye alikukosea, ni kwa ajili yako wewe uliyekosewa. In fact, wewe uliyekosewa unaumia zaidi kuliko aliyekukosea. Yule aliyekukosea anaendelea kunawiri, na wakati wa ibada anasogea hapa mbele, anaimbisha na praise team, tena nakatiza kabisa kwa madaha. Wewe unaumia moyoni, achilia kwa neema ya Yesu. Msamaha sio kwa ajili aliyekukosea, ni kwa ajili yako uliyekosewa. Usiposamehe unabaki kuwa mtumwa. Mimi sisemi kwamba sina maadui, maana sijui. Inawezekana kuna watu wananichukia,
ila nina hakika na jambo moja tu, sina mtu ndani ya moyo wangu aliyechukua nafasi yangu ya kumuwaza kama mtu aliyenikosea. I am as free. Sikiliza, yani ikitokea huwa ninajaribu kabla jua halijazama mambo yangu yafunguke. Mimi nitakwambia umenikosea, alafu nikishasema umenikosea namalizia kabisa kuokoa muda, nimekusamehe. Sasa wewe utaelewa ama hutaelewa, na achana na wewe, naendelea na maisha yangu. Ili mradi umejua kwamba umenikosea, hiyo pointi ya kwanza nimeachieve. Jambo la pili, umejua kwamba nimekusamehe. Mambo mengine utajipanga mwenyewe. Wapendwa wa Bwana, nataka nitoe wito. Huko nje kuna roho zinatamani msamaha, zina uchungu, lakini hazijui zianzie wapi. Sisi tunajua pa kuanzia. Wainjilisti wangu, hebu nifungulieni hii box. Sisi tunajua pa kuanzia, lakini huko nje kuna roho hazijui pa kuanzia. Naomba muungane na mimi. Kwanza niwashukuru. Njoo ufungue hii box. Niwashukuru, nimeambiwa kuna vitabu vimeshachukuliwa kama 100 hivi hapa. Lakini nataka nikutie moyo, hata kama ulichukua ongeza. Vitabu 100 ni vichache kwa vile Bwana alivyotubariki. Mimi ninajihesabu miongoni mwa watu waliobarikiwa sana sana. Inapokuja swala la kutoa, mimi ninajihesabu miongoni mwa watu waliobarikiwa mno. Huwa sikai mstari wa nyuma. Hivi vitabu ni 100, 200. Naomba hivi ni vichache, lakini basi John hapa tuvigawane 200, tuvigawane haraka haraka. Bwana wabariki sana watazamaji wetu. Asanteni kwa kutusikiliza. Karibuni tena kesho kuanzia saa 11 tutakuwa hapa kwa neno la uzima. Bwana wabariki huko mliko, tunawaombea kwa jina la Yesu, amen.